William Samoei Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President. Tafadhali tuketi. Thank you very much. Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Johana Ng'eno, mke wake, mama, familia za ndugu zetu walioaga dunia na rafiki yetu Ng'eno, familia ya Carlos ambaye alifanya kazi kwa ofisi yangu wakati mmoja, familia ya Wycliffe Rono, familia ya Amos Kipngetich na familia ya Nicholas Kosgei. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wote wengine na wananchi wa hapa Emurua Dikirr na Narok na sehemu hii yote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa leo nikiwa na uzito mkubwa katika moyo yangu kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, rafiki yetu na kiongozi hapa Narok na specifically hapa Emurua Dikirr. Na waletea rambirambi za familia yangu pamoja na serikali nzima la taifa la Kenya. Rambirambi zetu kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wa Emurua Dikirr na watu wa Narok County. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Jumamosi iliyopita nikiwa mkutano kule Kajiado, nilipata hii habari na wakati niliambiwa kumetokea ajali na mkuu wa polisi wakati alinipigia, na baadaye mkuu wa jeshi pia akanipigia kwamba tumepata ajali na inaonekana ya kwamba mbunge wa Emurua Dikirr alikuwa kati ya wale waliopatikana na ajali hiyo. Na nikaelezwa mahali alikuwa na mahali baadaye maisha yake ilikuja ikaishia. Ikawa ni mambo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Ng'eno alikuwa kiongozi wa aina ya kipekee. Historia ya constituency hii ya Emurua Dikirr haiwezi kuwa kamili bila ya jina ya Johana Ng'eno. Johana Ng'eno is the reason why Emurua Dikirr constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made and everything he did, we are very proud that today we have Emurua Dikirr constituency, and Johana Ng'eno was the member of parliament that stood out in this constituency. Mimi sio mgeni hapa Emurua Dikirr, nimekuja hapa mara nyingi. Tumefanya mikutano mingi ya kanisa, ya shule, ya maendeleo na yale mengine yote. Historia ya constituency hii, hizi barabara ambazo zimejengwa hapa, nimeshirikiana na Bwana Ng'eno
katika kuzitafuta. Technical trailing ambayo iko hapa, hospitali, KMTC na mambo yale mengine yote yako na signature ya Mheshimiwa Ng'eno. Na ndio mimi nakuja hapa leo kusema poleni watu wa Emurua Dikirr kwa kumpoteza kiongozi, mbunge wenu, shujaa wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Katika safari ya Mheshimiwa Ng'eno, kuna mambo ambayo aliniuliza na kuna mambo tulikubaliana yataendelea. Mara ya mwisho kuongea na Mheshimiwa Ng'eno ni kama wiki mbili zilizopita. Tulikuwa na uchaguzi kule Isiolo wa mbunge wa Isiolo, na nilimuuliza Ng'eno, Kiborek na wale wengine waende katika hiyo campaign ya siku za mwisho, na Ng'eno na hao wengine walienda kufanya hiyo campaign kwa candidate wetu wa chama ya UDA, na candidate wetu wa chama ya UDA pale Isiolo alipata 90% of the vote. Nyinyi mnajua, mbali na kuwa kiongozi hapa Emurua Dikirr, Ng'eno pia alikuwa kiongozi katika jamii yetu. Alitembea sehemu nyingi, hasa katika mambo ya artists. He had a special place for artists. Mara nyingi aliongea na mimi kuhusu artists. In fact, December, vile nilisema wakati nilienda kwa family, December mwaka huu, Ng'eno alinitafuta. Na sio kawaida Ng'eno kunitafuta mara 3-4. Lakini safari hii alinitafuta, nafikiri ilifika mara 6, mpaka nikajua there must be a problem. So nikampigia simu, nikarudisha simu yake, akaniambia, Bwana President, nimepanga sherehe kubwa sana ya artists kule Eldoret. Itakuwa na watu zaidi ya 20,000. Na ilikuwa ni, I think the function was on a Saturday or thereabout. Na siku hiyo ilikuwa Thursday. Sasa akaniambia, hii mkutano kubwa nimepanga na inahitaji pesa shilingi milioni 20. Na mimi Ng'eno sina, wewe ndio utatoa hiyo pesa. Sasa nikamwangalia ule Ng'eno, nikamwambia, wewe 20 million unanipatia notice ya siku 2, hii pesa itatoka wapi? Akaniambia, sio 20 million, ni 30. Mwisho ikabidi nifanye juu chini, na nikaamurisha wizara ya sports wapange na yeye ndio hawa artists washughulikiwe. Na kwa sababu alifanya hiyo kazi ya artist kwa kujitolea, hata kifo chake ametoka akiwa ameenda kusaidia artist kule Endebess. Johana Ng'eno deserves recognition. Na kwa hivyo hiyo mpango alikuwa nayo ya kupanga hawa artists for the next 5 years. Tutatoa pesa ya serikali milioni 20 kila mwaka
kupanga hiyo kazi Ng'eno alikuwa anafanya. It will be taken over by the ministry responsible for arts, and we are going to support the effort our brother and leader of this constituency, Johana Ng'eno, alifanya. Vile vile kuna maneno aliniuliza ya watu wa hapa Emurua Dikirr. Kuna barabara ya kutoka nyumbani karibu kwake pale Mogondo kuteremuka kwenda Mogor na kuungana na Soit. Hiyo barabara tayari tumeitangaza. Waziri Davis yuko hapa. Wiki 2-3 zijazo nitatuma huyu deputy president akuja anzishe hiyo barabara ndio iweze kusonga tukisongesha. Kuna maneno mengine madogo madogo tulikubaliana na yeye ya watu wa constituency hapa, Harambee ndogo hapa na pale. Huyu naibu wangu wa rais nimesema in the next 3 weeks atakuja kukamilisha hizo mambo madogo madogo ambayo yalikuwa hapa wakati atakuja kulaunch hiyo barabara. Pia kuna maneno Ng'eno alifuatilia kwa makini sana, maneno ya Mau. Alifuatilia kwa makini sana. Mimi wakati nilikuwa Narok hapa nilisema wakati nitapata nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa hii, wale watu walikuwa wanaishi kwa mahema pale Mau tutawashughulikia na tutawahakikisha kwamba tumewapanga. 2023 wale watu 2,000 walikuwa wanaishi kwa mahema, wote tuliwapatia pesa, kila mtu 1,300, tukawaondoa kwa mahema wakaenda kutafuta makao mahali pengine. Mimi najua baadaye hawa viongozi wa Narok, Governor Ntutu, CS Soipan, Ng'eno wakarudi kwangu. Wakaniambia hata ingawaje wale walikuwa wanaishi kwa mahema tumewashughulikia, kuna wengine pia ambao hawakukuwa kwa mahema lakini pia walikuwa wamefurushwa. Nikawaambia wanitengenezee orodha ya hawa watu ambao waliathirika kwa njia hiyo. Provincial Commissioner, County Commissioner, Regional Commissioner wakashughulika. Kabla ya mwisho wa mwaka uliopita nikapatiwa list ya watu 12,000 ambao wanahitaji kushughulikiwa tena. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Narok, hawa watu 12,000 tutaweka pesa yao kwa budget hii. Mwezi wa 7-8 tutakuja tuwashughulikie, kila mtu aende atafute mahali pa kuishi. Vile vile muliniuliza maneno ya shamba ya Cheluget. Kimamwa kunode mbare na Cheluget nyunda kyu karibu shamba ya ekari 5,000. Vile vile tumeongea na familia ya Cheluget, tumekubaliana na wao. Sisi kama serikali tutawalipa, ndio wale wote ambao wameishi kwa hiyo shamba ikuwe ni kwao, waweze kuendelea kuishi hapo. Vile vile Ng'eno alikuwa anafuatilia sana maneno ya shamba ya Ang'ata Baragoi hapa. Na ndio mimi nataka nieleze watu wa Ang'ata Baragoi ya kwamba
serikali tumekubali tutalipa hiyo shamba ekari 1,000 sasa itakuwa shamba yenu pale Ang'ata Baragoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget. Mambo ya matatizo pale pia tuyatatue. Vile vile tumekubaliana, na nimesikiza viongozi wa hapa wameongea kuhusu ya mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua barabara nyingi Kenya zilikuwa zimekwama since 2020-2021. Lakini sasa tumepanga vizuri, tumerudisha contractors wengi barabarani, almost 90%. Ile barabara mumesema ya kutoka Chebole kuja mpaka hapa, mnajua hiyo barabara tulijenga kwanza, mimi ndio nilipanga hiyo barabara ijengwe iwekwe lami first time. Lakini mnajua siku hiyo tuliweka low volume, si ndio? Sasa nimesikia mumeniambia nikuje nifanye recarpeting. Hapana, haifanywi recarpeting. Hiyo barabara hata ikifanywa recarpeting itaharibika tena. Sasa nimeambia Davis tujenge hiyo barabara mpya na tuweke class B. Hiyo barabara sasa, nyinyi mnajua tunajenga barabara kutoka Nairobi ile kubwa, kutoka Rironi mpaka Mau Summit. Lakini ikifika pale Rongai, nyinyi mnajua hapo Rongai Junction, hapo Salga, hiyo barabara ya Mau Summit ikifika Salga, sasa tutatengeneza barabara ingine kutoka Salga kupitia Embomos kuja Konoi, ikuje ishike hiyo barabara ya Chebole, ikuje mpaka hapa Digir, alafu iteremuke iende Enosain, iungane na kule Nyanza. Hiyo ni barabara karibu kilomita 190, 190 kilometers. Na hiyo barabara nimemwambia waziri kufikia mwezi wa 7 tumalizane na World Bank na wale wengine wote ambao wanatusaidia kujenga hiyo barabara, so that mimi nikuje hapa tuanzishe barabara hiyo sehemu 3. Tuweke contractors mara 3 ndio hiyo barabara tuweze kujenga kwa kasi. Kwa hivyo angenale ngabo tebe yagere jitage kasir golle barabara ne Chebole hii kole kimi serikali ya gai okase so mama nyegebir kiraga barabara nata amun gebir kiraga barabara ne mi menete kumesuldoi ameje getech kumie okase ameje getech kumie au kwa moja Davis aleji barabarani ki meje gende koi class B ningetech rani kumonye gebir kiraga muta. So mosi chwasi wasi kiyamwa iwo alejo nebo ka ko motebe aitu mole ogo sama ko ek barabara ngete Salga ogo some makaitu. So muite kidogo angen kumie lo ibango ndongale. Vile vile tumekubaliana huyu Johana Ngeno
wakati nilikuja hapa. Na wacha niseme hii. Unajua Johana Ng'eno, wakati tulikuwa tunapanga vile hii serikali tutaipeleka mbele, tukawa tunapanga mambo ya makamati. Mimi niliamua kuweke Johana Ng'eno chairman ya hii maneno, kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu. Watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano. Housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi, na ulikuwa unahitaji chairman mtu firm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ng'eno. Ng'eno aliniambia ngesabeano kimejano kerge ngebetai. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Leo hapa Emurua Dikirr tunajenga soko hapa ya kisasa ya karibu milioni 70 kwa sababu ya housing. Hiyo tulipanga na Ng'eno. Tunajenga housing mambo leo. Mumesema tujenge Njibiship. Hizo masoko inawezekana kujengwa kwa sababu ya housing. Leo Narok mzima tunajenga masoko 12. Kenya tunajenga soko 500 kwa sababu ya housing. Leo tunajenga nyumba 1240 kwa sababu ya program ya housing. We are transforming our nation. We are changing our skyline kwa sababu ya program ya housing, mwenyekiti wake akiwa Johana Ng'eno. Na ndio kwa sababu hiyo wanakamati hawa wa housing, mimi nataka they are members of the housing committee here. Hawa wanakamati wa kamati yetu ya housing, wapigie makofi. Nilimwambia hawa watu wa housing, wakati nitaandika historia yangu nitawapatia chapter mzima kwa sababu ya ile kazi wamenisaidia kufanya kwa program ya housing. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba kwa sababu Johana Ng'eno alikuwa chairman ambaye alihakikisha ya kwamba tumefaulu katika mpango ya housing. Mambo tumejaribu kwa miaka 30 hatujafaulu. Leo tumefaulu. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba one of the biggest estates in Nairobi yenye iko na nyumba 4,500 inaitwa Shauri Moyo. Wamependekeza kwangu ya kwamba hiyo estate kubwa iko Nairobi iitwe Johana Ng'eno Boma Yangu Estate. And therefore, I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ng'eno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ng'eno alitoa uongozi wake kama chairman. Vile mnajua muliniuliza hapa tuwe na campus, university campus ya Masai Mara hapa Emurua Dikirr. Ni namna hiyo. Mimi nataka nijue kama hiyo ndio mapendekezo ya watu wa Emurua Dikirr. Kiko mwakuna ta? Wande unekparaga arango public participation. Oh, that's very good. So, amejogas. Kaya gubiga university nyogoro olegiteje university.
kokioborchi sukulit nekile Kapkoros. Maunot ko sukulit noto kile Kapkoros ko ekainik karibu 10 anan ata. So ameche keyai kuni siketech university amu ameche atekwok neyomok komeche koret ekainik 50. Sasa ameche okoshine ocheng koret ngomami koret ocheng koret sial anendet ale koret anendet ocheng koret ole mi sialwo. Ameche Bwana Ndutu, wewe sasa umesema wewe ndio utakuwa nyapara ya hapa muda kidogo, uchunge boma ya your son-in-law. So nitakutafutia milioni 20 utafute shamba ya kujenga university ambayo itatosha. Tafadhali panga in the next 2-3 weeks iwe imekamilika. Alafu Mheshimiwa Hinga, wapi Hinga? PS wetu Hinga kama yuko hapa. Hinga hayuko. Nishamwambia tayari ya kwamba tutatoa pesa ya serikali shilingi milioni 750 ya kuanzisha hiyo university na kujenga hostels ya watoto katika hiyo university. Na mimi sasa mwenyewe nitakuja kufanya ground breaking ya hiyo university yenu hapa. Na mimi nataka tufanye hiyo kazi kwa haraka ndio nirudi hapa before July nikuje nianzishe hiyo kazi ya university hapa, ndio watoto wa hapa na watoto wa Kenya wapate nafasi ya mahali ya kusoma masomo ya juu. Mwisho, katika hiyo kazi yote ambayo tumesema, familia wenye walikuwa hapa walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Kwanza Bishop amesema mi kaniset nebo gogo nekocham kwendi ngayu ako kamiyu tisindet nebo kanisanata. Kwa wapi huyo Bishop? Wameenda kutengeneza huko. So hiyo kanisa umeuliza, niko na watu wakubwa hapa nyinyi. Sasa wewe Murkomen, Aaron, Ishungwa, nitawapatia milioni 5 mkuje mfanye harambee mumalize hiyo kanisa. Si ndio? Tumalizie huyo ndugu yetu. Na wewe Soipan, si wewe ni waziri wangu huyu. Mkuje. Obangango arawano. Oh yes. Na huyu na Ledama akuje ulete ng'ombe tukuje tujenge hiyo kanisa. Nimesikia kwa makini maelezo ya familia walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Familia ya Wycliffe wamesema ya kwamba kuna bibi yake amefanya mambo ya agriculture. Unaona? Head of Public Service. Huyo msichana wa agriculture uende umake sure ameajiriwa kwa wizara ya agriculture. Familia ya Carlos, huyu Carlos alikuwa anafanya kwa ofisi yangu. Ko gagi gainet kimo Carlos ngiyagure Carlos agure Robert. Ko Carlos ko gingiro ananoto. So juzi alikuwa amepata barua ya kuajiriwa kama mwalimu. Sasa tumesema hiyo barua ya kuwa mwalimu kwa sababu hata hajapata mshahara ya mwezi moja. Sasa tutapatia sister yake akuwe mwalimu. Nasikia kuna sister yake ambaye amesomea pia mambo ya walimu. Familia ya Amos
wamesema familia ya Nicholas kwanza, Boyondono amesema hawana makao matinyi ole menye koine sige ngalaling yo mamande si aje ngunu ole menye so tapanga hiyo. Alafu familia ya Amos, huyu Amos Rotich amesema ya kwamba mama yake ni single mother. Unaona? Mama yake ni single mother. So amesema ya kwamba mama ni single mother, ako na watoto ambaye anawasomesha. Mtoto huyo kijana aliongea hapo wa university. Sasa huyo ni rahisi, mimi nitachukua huyo nimsomeshe amalize asonge. Wale watoto wengine wawili ambao wamebaki ya huyo mama wapi Songo. Neno Songo. Wewe Songo chukua mtoto moja usomeshe. Unaona? Someshe mtoto mmoja na nani mwingine hapa? Na Brighton, wewe Brighton chukua ile mtoto mwingine ya huyo mama usomeshe. Toste menene? Ngote menene jenga? Aya. Na kwa sababu nimesikia ya kwamba hiyo familia yote wako na matatizo hapa kidogo kidogo ya kulipa gharama ya mambo yao, wewe Ntutu utatusaidia ku find out what are the small details, lakini meanwhile nitakupatia 8,000,000 upatie kila family 2,200,000 waende wafanye mambo mengine. So ang buch ko pigabe murwa digir ngama jama ko sirio kale mutyo pigabe murwa digir kale mutyo eng Joanna mutyo eng tupchoni kosirto eng alek cheuen ongen ole kimoko raisi arap ngeno angen ale utebege ole nguno ma komi arap ngeno ini konene tesetai ka ngoroni tos motebege amaje ogas kuni ngama komi tuptien yo arap ngeno komi Jehova ni mibarak kipsengwet ako mi president nebo Kenya no teleling. So mosi wasiwasi ngoliage tugul nerarta ngoliage tugul nikimwa Johanna arap ngeno kole kimoche kotep kole kosomwoiwo asiatimiza asiko kotestai ne emurwa digirini amache asomo kora alechok wamde galia ngoliage tugul notinye ojobe galia somet age tugul no some osome galia kimeche kegu biik agenge kimeche kegu a united people makimeche kopchogis biik ile kaba chomase mami kine kenyorchin yebesya biik kimeche kebe kipkutinak kimeche kemwa andiot nyo koek akorib emurwa digirini siobetai pamoja mami chi ne nyone nyogolejino kiongozi no kwe negatara arap ngeno koni mami okwek yote bungunyi omwoi wejo leje kimeche kuuni kebe tugul banda agenge maunoto so amakwok kaberuretab Jehova akamwa ale mutyo mising eng bandab Johanna mutyo mama mutyo family and his spouse. Yeah, poleni sana. You have a young family, but tutajua vile tutafanya kazi na wewe ndio hawa watoto wa Johanna Ngeno waweze kusonga mbele.
Mi ngalek chualage mi ngalek abin hostel ngin yumba Tibet kogo ke chop kondok tayari ko chengwa kite contractor ke chop million pokolai ke chop kondok chebo in KMTC nyu pandap tai nebo kokwani ko wendi komie amena chichi so sikebwa nyekekweri boisionik choto ko chakta arais mameche amwa ngalek kosiryo kale biikab emurwa tikir mutya mising ako yematyanit keweke nyeketesetai boisionik chun alak tugul. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Tumpongeze rais tena kwa makofi tafadhali kwa ujumbe wake. Naomba tuketi kwa dakika moja ili niwaelezee itifaki za kuondoka. Let's just sit very briefly for the exit protocols. Once we have done the benediction at the end of this service, which will be done shortly, we shall have all the caskets removed in the sequence that they are. And I'll request that the KFS officers who are helping us with that to kindly take their positions now. Wale ambao wanatusaidia na kuondoa mili tafadhali waweze to take their positions. Then we'll have each of the caskets removed, having Honorable Johana Ngeno's casket last. After his casket, we'll have the clergy who will follow the casket, the immediate family, followed by His Excellency the President, as we now progress towards the interment area. It is a request of the family that the area is not too big. Kwa hivyo tafadhali, let it be a private affair. Let's just have the immediate family and those that are close to come to the burial site. The rest of us will be able to view from the screens. Naomba tafadhali wachungaji mtongoze kwa maombi ya kufunga ili tumalizie. Let us all be upstanding as we now close. Remember, we'll have the caskets removed one by one while we're still in our positions. Then we'll have Honorable Johana Ngeno's casket last.